Today I will speak about the benefits of being a co-worker with Christ. The benefits of being a co-worker with Christ. Wacha nitangulize na niseme hivi, katika idara mbalimbali ambazo tunafanya kazi na wale ambao wameajiriwa katika makampuni na katika idara za serikali, kuna benefits ambazo anapata kwa sababu ya kufanya kazi katika hiyo idara, kwa sababu ya kufanya kazi katika hiyo ofisi. Kuna benefits. Bwana asifiwe. Hata wale ambao wako katika makampuni, unapofanya katika kampuni fulani kuna benefits. Unasikia wengine wamewekewa medical cover, wengine wamewekewa insurance, wengine wanapewa grants za kununua magari, wengine wanapewa grants za kununua manyumba. Hizi zote ni benefits kwa sababu ya kufanya kazi katika ile kampuni au katika kufanya kazi katika ile ofisi. Kuna benefits. Bwana asifiwe. Wengine hata ukienda leave unalipwa. These are benefits. Uko mapumzikoni lakini unafanya nini? Unalipwa. All these are benefits. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna pia katika kumtumikia Mungu, maana ni kazi tunafanya. Vivi hata katika kumtumikia Mungu kuna faida yake ambayo tunapokea tunapotumika katika ofisi hii na kazi hii na idara hii ambayo tumepewa na Mungu. Kuna benefits zake. Bwana asifiwe. Nitangulize kusema hivi ya kwamba after being accepted by God to work in his field or to take care of his harvest. Maana tulisikia ya kwamba mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Na Biblia inasema ya kwamba obeni basi Mungu wa mbinguni aweze kuachilia watenda kazi. Na kwa hivyo katika kazi yote na kufanya kazi kote kule kuna kufanyika, unachunguzwa, kuna kufanyika interview ili uweze kuingia katika hiyo kazi. Bwana asifiwe. Hata katika hali hii ya ufalme huu wa Mungu, sio kila mtu ambaye anaingia katika kazi ya mavuno. Bwana asifiwe. Na ndiposa unasikia ya kwamba mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Ni kwa sababu sio kila mtu ambaye ako na neema ya kuingia katika mavuno. Bwana asifiwe. Kuna kuchunguzwa, na ndiposa tukaangalia on Sunday tukasikia kwamba before you become a worker, a co-worker with Christ, you have first of all to do what? Examine yourself. Kuna kuchunguzwa. You have to interview yourself first. Ionekane kana kwamba unahitajika, kana kwamba umepita mtihani wa kuweza kufanya kazi katika mavuno ya Mungu. Bwana asifiwe. So kuna mambo ambayo lazima tufanye, na nikasema hivi ya kwamba niweke utangulizi huu ya kwamba a co-worker with Christ has to make a firm decision. A co-worker, yule mtu ambaye ameamua kufanya kazi na Kristo, lazima afanye uamuzi. A firm decision. Uamuzi kabisa. Maana hii kazi haitakagi mchezo. Hii kazi hainaga mchezo, na hii kazi haina kupapasa. Hii kazi unahitajika ufanye kazi kama hakuna kesho. Bwana asifiwe. Dr. Anastasia akagusia na ile pointi yake ya mwisho ya samba ya mwisho, akasema ya kwamba we have to serve God in excellence and order. Bwana asifiwe. Excellence and order. Picha utanisaidia excellence kwa Kiswahili. Excellence yani. Bwana asifiwe.
You have to serve in excellence. Na nikasema ya kwamba wakati ambapo tulikuwa tunataguliza hapa kuruka mwaka, nikapewa ujumbe na Mungu akaniambia ya kwamba kuna mioyo mingi ambayo inakuja kanisani ikiwa na njaa na kiu ya neno la Mungu. Inafika hapa ili ikutane na Mungu. Kwa hivyo wale wote ambao wanasimama hapa wasimame wakijua ya kwamba lazima watekeleze na wahudumie wale ambao wanakuja. Bwana asifiwe. Na nikasema kazi ya Mungu sasa haitakuwa na mchezo. Hallelujah. So every person who wants to become a co-worker with Christ has to make a firm decision. Lazima utoe maamuzi makali, uamue ya kwamba nitamtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Inafika wakati ambapo tutasema kama Joshua in Joshua 24:14 and 15. Niweke hiyo, nianzie na hiyo. Joshua 24 verse number 14 and 15 says, Joshua 24, now therefore, let me use my Joshua 24 and verse number 14. Now therefore, fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, who are on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. This is a firm decision that Joshua is making. Wakati ambapo umeamua kumtumikia Mungu, make that firm decision. Yeye anasema ya kwamba as for me and my family, as for me and my house, as for me and my body, as for me and my, we will serve the Lord. Make that firm decision. Bwana asifiwe. And then God already comes in. Ukirudi hapo nyuma, anasema ya kwamba Mungu anamwambia ya kwamba utakaponitumikia Joshua, utakaponitumikia, in Joshua 1 and verse number 5, Joshua, utakaponitumikia, Mungu anasema ya kwamba I will not leave you nor forsake you. In other words, when you become a co-worker with Christ, God will not leave you nor forsake you. It says in Joshua 1 and verse number 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Benefit number 1. Benefit number 1. Benefits of being a co-worker with Christ. Benefit number 1. Divine cover and favor. You receive divine cover. Divine cover. Cover. Bwana asifiwe. Nimetangulia kusema ya kwamba wale ambao wanafanya kazi kwa makampuni na kwa idara za serikali, you receive something like medical cover, insurance cover. Watoto wako wanapewa school fees. Kuna watu ambao wanalipiwa school fees na makampuni. These are benefits. Kwa sababu unafanya kazi katika hiyo idara. Mtoto wako anasoma kutoka class 1 hadi university na ni kampuni inamsomesha.
anasoma the best schools. Unapokea the best medical cover. Bwana asifiwe. Unapokea the best insurance kwa sababu unafanya kazi katika kampuni hiyo. The same case even with us. When we become a co-worker with Christ, we receive what I call divine cover and favor. Divine cover. Yani Mungu anakukava. Anashughulikia mambo yako kwa sababu wewe ni mfanyikazi katika shamba lake. Unapokea faida hiyo ya kwa sababu wewe ni mfanyikazi katika shamba la Mungu. Kwa hivyo unapokea faida ya mfanyikazi wa shamba la Mungu. Bwana asifiwe. God becomes your shield and defender when the enemy plans to fight you. In other words, God becomes your shield and defender. Ukisoma katika Isaiah 54 and 17, it says what? No weapon formed against me or against you shall prevail, and every tongue, ulimi wowote ambao unainuka uhukumu. Something like that. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is God telling you, I am going to give you divine cover. Yani nitakupatia ulinzi wa kiungu hivi kwamba hakuna ile hapa ulimwenguni ni kwamba kampuni inakwambia kwamba we will cover you. Akwambia kwamba nitazuia ajali kukuja. Nitazuia mshahara. Serikali na kampuni haikwambii hivyo. Nakwambia kwamba I will cover you in case ushabuliwe utaenda hospitali. That's the cover ya hapa duniani. Lakini divine cover ni kwamba anything planned to destroy you, the Bible says, no weapon ambayo inapangwa ili kuja kukuharibu haitaweza. It will not prosper. Haitafaulu hata kwa watoto wako. In other words, God destroys every evil plans even before it has been hatched. Hata kabla haijatengenezwa, Mungu tayari ameiharibu. Na ulimi wowote ambao unainuka katika hukumu, Mungu anasema ya kwamba you shall condemn. In other words, hakuna kazi ya ulimi ambayo itafaulu. In the book of Psalms 5:11 and 12, if you have ESV, English Standard Version, please. Kama uko nayo ni sawa, kikosa hakuna shida. ESV, English Standard Version. Uko nayo? Yeah, God. But let all who take refuge in you rejoice. Let them ever sing for joy and spread your protection over them, that those who love your name may exalt in you. Number 12 says, for you bless the righteous, O Lord, you cover him with the favor as with a shield. You bless. Unabariki mwenye haki. Unabariki mtenda kazi katika shamba lako, unambariki. Oh Lord, you cover him with favor. Hata zaidi ya yote huyo mtenda kazi unamfunikia na kibali as with a shield. Yani ni kama vile kazi ya shield inafanya kazi. That no arrow, no weapon can harm you. This is God. Na Mungu anasema ya kwamba you cover him with favor, that person. I declare the favor of God upon you in the mighty name of Jesus. Ya kwamba unapofanyika
mtendakazi pamoja na Kristo. Unapofanya kazi katika nyumba ya Mungu, katika shamba la Mungu, this is going to follow you, that God will cover you with favor as with a shield. Wakati ambapo unafunikiwa na kibali, hakuna kitu kizuri kama hicho. Wakati Mungu anakufunikia na kibali, you see yourself, you see doors opening by themselves. Why? Because of the favor that you have. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi hawastahili kushinda tu wakitafuta kazi, na wako hata unaonanga watu wengi hawatafutaki kazi sana, lakini kibali ambayo wako nayo, milango inafunguka yenyewe. Bwana asifiwe. This is the favor of God. And benefit number 2 is divine provisions. Benefit ya pili ambayo tunapokea wakati ambapo tunamtumikia Mungu nimeita divine provision. Yaani Mungu anafanya kile ambacho kinaitwa divine provision. Hivi kwamba kuna mambo utapokea, kuna kulishwa utalishwa, kuna kuvalishwa utavalishwa, kuna mambo ya kiungu itatendeka hata utashindwa inatendeka namna gani. The Bible says in Philippians 4:19, my God will supply all your needs. This is Philippians 4:19. Is it there with you? NIV. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ. Paul amefurahia sana na Wafilipi. Wamemwangalia sawa sawa. Hata wametuma mtu mmoja ambaye ukisoma hapo juu anaita Epaphroditus. No, not Epaphroditus. Sikumbuki jina yake, ako hapo juu utasoma, utaona. Hata anasema ya kwamba hata yule mlituma kwangu alifikisha mali ambayo mlimpatia. Na anasema ya kwamba mlifanya hivyo si kwa sababu ninakosa. Hapana, mlifanya hivyo ili muweze kuweka wingi wa baraka zenu. Because the hand that gives is the hand that receives. So they had to supply. They had to give something to Paul in his work of ministry. Katika majukumu yake walijitolea mali zao, wakatoa na mambo zao ili mtume Paul aweze kueneza injili. Na sasa anasema ya kwamba nimefurahi hata ile ambayo mmetumana saa hii wa Filipi, nimefurahi maana imenifikia. Na sasa anasema ya kwamba I have received full payment and have more than enough. Paul anasema I have more than enough. I'm amply supplied now that I have received from Epaphroditus, yes, the gifts you sent. Yani vitu ambazo mlituma mukapatia Epaphroditus zimenifikia. Bwana asifiwe. Ni kama mimi niseme ya kwamba vitu ambazo kama wamama ndio wanakujanga sana kwa mchungaji, niseme ya kwamba vitu ambazo mnapatia mama kanisa huwa zinanifikia. Bwana asifiwe. Sasa hapa ndio Paulo anasema ya kwamba vitu ambazo mlipatia Epaphroditus. Sasa huyu ni Epaphroditus wa wamama. Vitu ambazo mlipatia Epaphroditus, the gifts you sent, mali zenu na chakula ambacho mnatuma kupitia kwake huwa inanifikia. And they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Na inanifikia kama manukato mazuri ya kupendeza. Alafu anaendelea kusema hapo 19, and my God, ni Paulo anaomba, my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hata na mimi natagaza hapa ya kwamba Mungu wangu anaenda kukutana na mahitaji yenu katika utukufu na utajiri alio nao kupitia kwake Yesu Kristo. Hakuna matoleo
na chakula na mavazi ambayo ni ya bure. My God will meet all your needs. There is a certain grace, niko katika divine provisions bado. There is a certain grace that God releases to his servants, the grace of divine provision. Yani kuna neema fulani ambayo Mungu anaachilia kwa watenda kazi na yeye. Kuna neema hiyo. Na hiyo neema huwa inaleta divine provision. Neema fulani unaona ya kwamba kwa sababu ya kufanya kazi katika shamba la Mungu, naye Mungu anaachilia that grace which I've told you, I've called it here divine provision. Katika kitabu cha 1 Kings 17, hii ni mambo ambayo mnajua sana. 1 Kings 17 from verse number 1. Biblia inasema hivi, now Elijah the Tishbite. I want to show you about the grace of divine provision. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Except at my word. This shows me that we have power and authority to declare and decree things, and they happen. Elijah anasema ya kwamba ninaambia mfalme ya kwamba hakutakuwa na mvua hadi nitakaposema. Naye Elijah si Mungu, lakini kwa sababu amepewa nguvu na mamlaka, anaweza tangaza mambo na inatendeka. Nataka kukuambia ya kwamba kuna mambo ambayo unaweza tangaza na inatendeka. Kuna ugonjwa ambao unaweza nenea, unatangaza uponyaji na uponyaji unatokea. This man of God said, hakutakuwa na mvua hadi nitakaposema. Si kumaanisha yeye ndiye Mungu, lakini Mungu ameachilia neema yake, akatumia mamlaka yake, amemwachilia mtendakazi na yeye anene, na anaponena mvua haiko, inakosa kabisa, because God has given him that authority. The Bible says, endelea tu ulikuwa nasoma, then the word of the Lord came to Elijah. Yani Elijah ametangaza yake, amedecree na amedeclare. Amedecree na akafanya nini? Abia jirani yako, ni mzuri wakati mwingine una decree na declare, then you leave the rest to God. Maana yeye alidecree na akadeclare hakutakuwa na mvua, alafu sasa kutoka hapo Mungu akajua hapa kimeumana. Hapa mtenda kazi wangu amefanya nini? Amedecree na amedeclare. Number 2 says, hapana kibia mbele yangu, mimi ndio nitakwambia kule utaenda. Number 2 says, then the word of the Lord came to Elijah. Kwa hivyo neno la Mungu likakuja kwa Elijah, likamwambia, number 3, live here, turn eastward and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. Maana umedecree na umedeclare, na kile ambacho umesema kitatendeka, hakika kitatendeka. Kwa hivyo toka hapa sasa. Bwana asifiwe. Uende ujifiche katika Kerith. Bwana asifiwe. Ujifiche hapo, maana tayari umenena na kile ambacho umenena kitatendeka. Ambia jirani yako usiwe na shaka, mambo ambayo unaaminia itatendeka, itatendeka. Hata yale yanaonekana mazito namna gani. Yesu akaambia wanafunzi wake, with men this is impossible, but with God, with God all things. Na kusema ni mambo hii na hii na hii, alisema with God all things are possible. But with men, yeah, this is impossible. With man, this is impossible. But with God.
So wakati mwingine unastahili kutamka mambo na kunenea mambo, itatendeka. Na watu wasikustue ya kwamba this is impossible. Tell them yes, with you it is impossible. With you it is impossible. But with God, all things, even this one I'm telling you, it's possible. Nothing is impossible. Bwana asifiwe. Hallelujah. Live here, turn eastward, and hide the curling ravine east of the Jordan. Number 4 says, this one is very important now. You will drink from the brook. Utakunywa maji katika hiyo kijito, maana kijito kiko. Hakitakauka haraka haraka. Ndio umetangaza for 3.5 years hakutanyesha, umetangaza ndio, na itakuwa hivyo. Because heaven is in agreement with what you have said. Yesu akaambia wanafunzi wake, later on, wacha ikae hapo. Yesu akaambia wanafunzi wake ya kwamba I give you the keys of the kingdom of God or heaven. Whatever you bind here on earth, even in heaven, it will be bound. And whatever you loose, kile ambacho mnafungua hapa, hata mbinguni kitakuwa kimefunguliwa. Now this is what is working now with Elijah. Because Jesus later on is saying, but Jesus was there even before Elijah. Jesus was there even when the world was being formed. The Bible says what? That Jesus was there in the formation of the world. So he is here. Even when Elijah is saying that it will not rain, Jesus is there. Mungu akamwambia kwamba utakunywa kutoka kisima. Wacha nikwambie, kuna provisions ya Mungu ambao Mungu anaachilia. Wacha nikwambie, watu wengi wanashangaa unalisha aje familia yako. Watu wengi wanashangaa unalipa nyumba namna gani. Watu wengi wanashangaa unavaa namna gani. Watu wengi wanashangaa how do you survive. Praise God. Inaitwa divine provision. Biblia ikasema ya kwamba you will drink from the brook and I have directed. Biblia ingine inasema ya kwamba I have commanded. I have commanded. Yani nimeamrisha kuguru wakulishe. And it will be that you shall drink from the brook and I have commanded the ravens to feed you there. I have commanded the ravens. Nimeamrisha kuguru wakulishe. Divine provision. Na wacha nikuambie, huyu mtu alikuwa anakula mkate na nyama. Mkate na nyama. James, hebu uliza James mwenzako hapo. Wewe ungeta kulia mkate na nyama lo chini na ndamo kwa jana hwaini. Mkate na nyama. Na si wewe unanunua. Nikukuja inakuja. Mara gani wewe ulikula hivyo? It's an expensive meal. It's an expensive meal. Mkate na nyama. Baba Shiro, mchana, jioni. Na unajua alikula muda gani? Wanadhiolojia wakipima hivyo wanasemaga is more than an year. More than a year. More than a year. Mkate na nyama. Unashiria ale akakuota. Na haina viazi. Unajua sisi hapa tunakula akakuota kwa sababu haina viazi, iko na viazi. Unasema pima nyama ya 50 halafu uweke nusu debe ya viazi tutatosha. Huyo anakula vizuri. Kwa hivyo lunch anakula kiasi gani? Nusu kilo na mkate. Na kukula hawezi leta mkate nusu. Ataleta mkate mzima. Ile ambao tulikuwa shuleni daktari tulikuwa tunaifinya hivi yote unakula. Hiyo. Asubuhi na jioni. Nyama nusu kilo mnalipa pesa gapi? 100? 100?
Inategemea na bucheri ile unajua sasa wengine wanatumana kichijio wengine wapi. Na mkate 100. Hiyo ni 100 ngapi? 600 asubuhi, 600 asubuhi. Jioni 600. Siku moja 1200. Abia jirani yako, ni hesabu tunafanya hapa. 1200. Mtu gani? Mtu na hatafuti, haendi kulima, haendi kibarua. Akishakula namna hivyo, Baba Shiro anaenda kwa mto, anakunywa maji, anashiba sawa sawa, anaenda hapo, analala. Maji ikipita inalala by yeye, inamnenea, inamuibia. Wakati unajua maji ya mto ikienda lazima kuna kasauti yake kazuri ambao utalala vizuri, akijua ya kwamba kesho asubuhi mkate na nyama. This is divine provision. Wacha nikwambie, wakati ambapo utafanyika mtumishi na mfanyikazi pamoja na Kristo, there is something called divine provision ambazo zinawekwa tu. Hujui nani anakupatia, itatoka wapi, lakini Mungu anajua. Bwana asifiwe. Hata baada ya kuisha, baada ya kuisha, ilipoisha, Mungu akaona huyu jamaa atanona sana, akafanya aondoke hapo. Akaambiwa sasa mto umeisha, na mimi kile ambacho nilikuwa na kusupply ni mkate na nyama. Mto ilikuwako, na kwa sababu ni wewe ulitamuka na kinywa chako mvua iishe, na hiki kijito ama huu mto unapata maji kwa sababu ya mvua, na ulitangaza kwa kinywa chako mvua iondoke, na ukasema itarudi wakati ambapo utasema. Sasa mto imeisha. Muujiza wako huu ni wako, si wangu mimi. Wangu ni kukuletea mkate na nyama. Mambo ya maji na mvua ni yako, Elijah. Wewe utamuka na ukaambia mfalme. So sasa imeisha. Na kwa sababu sitaki ujifunge na hii mambo, ondoka hapa uende Sarefta. Mahali hapo nimeamrisha mama mjane akulishe, na kutembea ni siku 7 na hakuna chakula. Maombi ya siku ngapi? Ndogerea mwaka mugima wage kuhoya. Alikula mkate na nyama mwaka mzima, na sasa anaingia siku 7 za maombi kavu ili afike Sarefta. Na ni usiku na mchana. Mchana anajificha Ahab, usiku ndiye anatembea kwa sababu ya joto na ukali wa desert na hana maji. So hawezi tembea mchana. Na kwa sababu alikuwa amenona, na madaktari hapa watanielezea vizuri, hii uzito alikuwa nao ni kubwa. Maana ni kukula mkate na nyama na kulala. Asubuhi mkate na nyama na kulala. A whole year. So mjamaa hakuwa anafanya exercise ya wapi, na alikuwa amejificha hapo. So jamaa amenona. Halafu tena mara moja anaambiwa ondoka. So unaona huyu jamaa anatembea, na atatembea usiku na hakuna maji wala nyama. Maombi. Abia jirani yako maombi. Usipoomba Mungu atakulazimisha uombe. Na afadhali ya wewe kuamua kuomba, usigojee Mungu akulazimishe. Mungu akulazimisha uombe na akwambie gonga 7 kavu, ni hatari. So amua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, I've commanded a woman there to feed you. Na mama akamlisha vizuri sana. Ikafika hapo, unajua vile alifanya, mvua ikanyesha. Baada ya mvua kunyesha, akatoroka. Maana Jezebel alisema namna gani?
baada ya kuua manabii wa Yezebeli, wa Bali, manabii wa Bali, Jezebeli alisema namna gani? Akatumana, akasema ndio umeua manabali wa Bali ambao ni mimi nimekuwa nikiwalisha. Maana walikuwa wanalishwa na katika meza ya Jezebel. 450 walikuwa wanalishwa katika meza ya Jezebel. Umewaua, ndio. Akasema na ijulikane, sijui nitaitwa nani, kama kichwa chako kitakuwa juu ya mwili wako, kama sitakufanyia vivyo hivyo ambavyo umefanyia manabii wa Bali. Elijah akastuka, akatoroka. Hata alipotoroka bado analishwa na malaika. Ametoroka akaenda mahali akalala chini. Alipolala ili afe, malaika akakuja, Elijah, amka ule na unywe. Akaamka akakuta nini? Chupa ya maji na mkate. Akala, akalala tena ili afe. Mara ya pili vile. Bwana asifiwe. Yani one time he is fed by ravens, the next time he is fed by a widow woman, and the last time, the third time, he is being fed by an angel. Just imagine that. This is divine provision. Bwana asifiwe. Yingine sitaimalizia kwa sababu ya muda, wacha ifike hapo. Amen. Divine provision. Na wakati ambapo unatumika katika nyumba ya Mungu, uomba sana. Maana kuna vita ambazo huwa zinaachiliwa kukupinga. So ni vyema unaposikia maombi kama hii tunaanza kesho, kuja omba. Bwana asifiwe. Kuja unaomba. Kuna mambo mengine utayazuia kabla haijafika. Bwana asifiwe. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.